on Kitui TV Kenya. Huyu ni moto sana. Mtu ng'ombe yake imekufa kwa kupe ni mtu ya kuongea kwa mkutano. Mpaka umefanya postmortem unajua ng'ombe ameuawa na kupe. Si wakati watu wanaongea wananyamaza. Sasa wewe ni rais unatangaza mpaka kifo ya ng'ombe. Najua kuna wengine wamewacha ng'ombe yao mpaka imekufa na kupe. Unatangaza kifo ya ng'ombe na pia uko daktari ya veterinary. Yule wa kazi apimiwe kazi yake. Unafanya postmortem. Hiyo vitu yote utapimiwa. Wa matusi atafutiwe kilo ya matusi apimiwe. Umesema hata matusi watu wapimiwe. Utapimiwa matusi. Yule wa kuitana watu majina apimiwe yake ya kuitana majina. I agree with you William Ruto 100%. Hao mama mboga na boda boda uliwadanganya utawainua. Atutaweka pesa kwa mfuko kuliko waweke ukawatoa. Wanangoja wakupime na elatiri. Watakupimia kilo zako vile umesema. Watu ni bure sana lakini sawa tu tusiseme hiyo leo. Ni tuta. Mnataka ikuwe 4? We are finished. Hivyo ndo mimi nachekanga. Asipoenda mwaka ujao, Mkikuyu atatoka Nairobi arudi Gichangi. Goodbye. Hatuna option next year. We must re-elect President William Ruto. I want to tell you Soprano. Who are you talking to? Kama rais ameniambia nimsaidie. Sasa mimi nitafanya nini? Huyu sasa ni nani? Si rais amesema hii watoto wamalizwe. Nitawamaliza. Hiyo mtu anaweza kawanya mlima? Mtu ya Soprano. Tawakoroka. Hao watu wanaweza wazana na mimi? Hawezi. Hii ni siasa saa hii ninapimia kwa sababu sasa unajua hii kiti ni ya kupimia. Hii ya deputy lazima upimie. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Ni Soprano, si Soprano. Saa hii anaturingia hapa vile ni mtu mkubwa. Si alikuwa CBDO huko anaiba chakula ya relief. Sasa wewe Kasongo, kwani unadharau sisi namna gani? Ati unatuma Soprano agawanye mlima? Na nimemwambia waachane na mimi. Sijaanzana na yeye. Anijui. Mtu ya ni fire si fire. Hiyo ni mtu anaweza kawanya mlima? Huyo mtu I will embarrass him. Alikuja na hiyo kifua pale mbele no. He is a fake deputy president. Mfanyikazi wa Ruto mtu ya yesa. Mimi ndio nilitembea na Raila Amolo Odinga na alikuwa shemegi yangu. Na yeye peke yake ndiye alikuwa opposition Kenya, ndiye alikuwa anajua siasa ya opposition. Yeye viatu vyake zilikuwa kubwa kushinda mimi yangu, lakini mimi pia nimetengeneza viatu vyangu. Nimevaa. Chanzi sana hiyo opposition tuko nayo. Neguo kana tiguo. Neguo. Munasema tuungane ama tutengane? Blessings Ruto zisha tengwa. Na wewe kazi yako ukija Nyeri ni uongo. Kwanza hakuna kiongozi wa Kenya hii ambaye ametembea hii Nyeri kuliko mimi. Ati yako Nyeri anasema ati anajua Nyeri kuliko Rigiji. Hakuna hata mmoja. Wewe William Ruto. I think I don't know what has happened to your head. How can you go to Nyeri ati kusema ati unajua Nyeri kuliko Rigiji? Mimi nimezaliwa huko, wewe umekuja tu juzi. Hawajui kanisa iko wapi, hawajui barabara iko wapi, hawajui kazi ya wananchi iko wapi. They don't know. Lakini kuna kitu moja alisema which is true. Alisema hakuna kanisa hajui. And it is true because hata anajua kanisa inaitwa ACK Wetima Church. Pahali alituma wakora kuja kupiga sisi. Sasa wewe umejua kila kanisa, unatuma wahuni makanisani wapiga watu. Kwani mnafikiri ati kuna mtu atanitisha? Ati akuja atengeneze propaganda hapa, azunguke ati William Ruto. Ruto saa hii is traveling for his survival. You saw him in Nyeri, anaongelesha watu wanakaa kama miti. Mimi niko na uhusiano na watu wa Nyeri na haikuanza jana. Huyu jamaa ameamua kutumaliza. Amefukuza watu wetu Nairobi. Anasema turudi Gichangi. Kenya hamuna opposition sasa. Saa 4 mimi nawaambia na uweke kwa kalamu yako. Siku ile ya uchaguzi mwaka unaokuja, Rais William Samoei Ruto atakuwa amechukua kiti. Hatutaki hii mambo ya kusema one term, ya kusema two term. Sisi ndio tutasema Sisi ndio tutasema. Kama utatusikiza wewe mshanzi sana. Hivyo ndo kunaendanga. Fitina inaweza kupeleka Kenya mahali popote. Ndakwira ma iwe mayagai morete. Anaongea ni kama tunaishi ndani ya mapua yake. Unajua mimi sipendi kutusi mtu yeyote. Kama kuna makosa tulifanya ni kukuchagua wewe miaka 10. Sababu umetuachia Kenya na madeni mingi sana. Iwe mayagai morete. Mayagai
Ngai murite na muthenya umwe ni mukamenya ni murite. Mheshimiwa Uhuru, huyu President Ruto alikufanyanga makosa gani? Tueleze tu tuelewe. Mimi haja yangu ni umoja wa Kenya. Hii kielele ambayo wewe uko nayo Uhuru ulitoa wapi? Si utulie kwa nyumba yako. Mambo ya kuja kutusomea na kutuambia vile tulifanya makosa. Kwani unafikiri wewe ulikuwa malaika? Ni mshenzi peke yake hawezi kubadilisha fikiri. Sisi tulikuwa na wewe. Tumetembea tukaongoje uongozi. Hata kama tulikuwa tumekubaliana ati tutabadilishana pale mbele, hapa hakuna kitu tutabadilishana. Nuarito pala milungoni pala mimi yojikasarani cha. Mtu amwambie asaidie mwenzake. Yeye angelikuwa president kama hakukuwa William. Nimeambia hiyo vijana wanatukana Uhuru Kenyatta mkome. Uhuru Kenyatta hapana ya rika yenu. Uhuru Kenyatta ni mfalme. Ni kiongozi wetu ambaye amestaafu. Mambo ya ukabila hatutaki. Nikipewa tiketi ya opposition, nipambane na yeye, nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Na wanataka kugawanya taifa letu la Kenya. Ni matop shota hawa. Tukisikia mtu anatukana Uhuru, tukisikia mtu anatukana Rigathi, tunamujibu mara hiyo. Haya maneno alinena wazee wa zamani. Kwa Zaburi 133 mstari wa 1 na 3 nasema ni vizuri sana ndugu wakiishi kwa umoja, kwa sababu pale kwenye umoja Mungu anaamurisha baraka. Let me refer you to the story of King Saul. 1 Samuel verses 8. The people of Israel demanded a king so that they could be like other nations. God, through Samuel, warned them that a king would take their sons to war. He warned them that he would take their daughters for service. He warned them that he would tax and take their land. But they insisted, despite the warning. The people refused to listen and still wanted a king. God allowed Saul to rule as a less. God allowed it. God told Samuel to give them what they wanted. And Saul was chosen as the first king. The lesson, God allowed Saul to rule as a lesson about consequences. Sometimes God permits what people insist on, even if it's not his perfect will. It showed Israel the cost of rejecting God and their direct king. And I want to tell you, Kasongo, after King Saul, na wewe ndio King Saul, we shall have David. Tulikuwa na cartels, tulikuwa na brokers, tulikuwa na wakora. Uhuru Kenyatta alikuwa Samuel. Uhuru Kenyatta alikuwa Samuel. Akatumwa na Mungu atuambie sisi watu ya mlima ya kwamba ukiwa rais utatutatiza, utaangaisha Kenya, utaua watoto, utapiga wengine risasi kwa mguu, utaiba mali yote ya Kenya, utauza kila kitu. Na umeuza Safaricom, umeuza pipeline, umeuza mali yote ya Kenya. Lakini Mungu alikuwa ametuma Uhuru Kenyatta akiwa Samuel atuhatarishe watu yake tusikumfanye mfalme. Sisi tukakataa kusikiza Samuel. Mungu akamwambia Uhuru Kenyatta, Samuel, wacha waumie, let us give that bad king they want. Akatupatia Saul. Wewe umekuwa Saul, umetuangaisha. Sijui Ruto hii, sijui Ruto ile, sijui Ruto ile. Wewe you are King Saul. Na Samuel anatuambia musirudie makosa. Mungu alikuwa amenituma Uhuru Kenyatta nimwambie watu ya mlima, huyu Ruto ataumiza nyinyi, atamuangaisha. Uhuru Kenyatta anasema, watu wangu, musirudie makosa mulifanya, musidhubutu kupigia kura William Ruto kwa sababu mtahangaika. Mambo yao ni maneno ya fitina. Ruto aliingia kitu inaitwa G2G.
Hii biashara yote ya mafuta ndio anafanya. Hawa cartels ya mambo ya mafuta watakipata. Mr. Gachagua, ongea. Ruto alisema atapeleka baba Bondo kama ajui. Baba alifika Bondo kama anajua ama kama ajui? Alifika kama ajui. Gachagua toboa. Sema kila kitu. Sema kila kitu. Ni mwizi anaibiwa na watu yake wafanyikazi. Sasa hii wafanyikazi wanaimbia na unajua mwizi hataki kuibiwa. Mwizi afadhali uibie mtu ya kawaida. Mwizi anasikia uchungu sana ukimuibia. Hata akili mkiwapima wako na akili, na mimi sijasema hawana akili. Wa Kenya ndio wamesema hawana akili.